Halo, habari. Hiyo ni sauti alikuwa anatumia mwalimu wetu wa mafunzo ya ujasiriamali. Mkufunzi alikuwa akitumia neno halo. Unajua nani muasisi wa neno halo? Hiyo ni mada ya siku nyingine. Kwa nini ilitumika neno halo? Leo tunaendelea hatua tulioishia, ni kipande tulichoishia, jinsi ya kuongeza thamani au nini maana ya mjasiriamali. Tukaona ni ujasiriamali ni kuiona fursa aidha maeneo yanayokuzunguka, eneo unaloishi, na kuona fursa, lakini pia kuongeza thamani kwa kile unachokifanya. Leo tutaanzia pale tulipoishia na kuendelea. Mjasiriamali nini? Maana ya mjasiriamali. Mjasiriamali ni muongeza thamani kwenye jambo analolifanya, iwe bidhaa, iwe jambo la aina yoyote, ukaongeza thamani kwenye jambo hilo, wewe unakuwa ni mjasiriamali. Tuanzie hapo. Mfano, sisi ni wauzaji wa tangawizi mbichi. Hii hapa. Mfano, sisi ni wauzaji wa tangawizi mbichi. Hii hapa. Hii ni fursa ya kufanya biashara ya kuuza tangawizi. Sasa hatua ya kwanza ni ya uuzaji wa tangawizi mbichi, lakini hatua ya pili ni uongezaji thamani katika bidhaa hii ya tangawizi. Utaongezaje thamani katika bidhaa hii? Hapo ndio panapoanzia. Huo ndio unakuja ujasiriamali. Ujasiriamali ni kuongeza thamani katika jambo unalolifanya. Ukiongeza thamani, basi wewe unakuwa ni mjasiriamali. Na hapa ipo tofauti mbili. Kuna mfanya biashara mdogo, lakini kuna mjasiriamali. Mjasiriamali ni mtu anayeongeza thamani kwenye kitu anachokifanya. Mfano, tunauza tangawizi mbichi, tunataka tuongeze thamani. Tutaongezaje thamani? Tutaisafisha hii tangawizi, lakini tukishaisafisha tutaianika. Kama tutataka kusaga ya unga, maana yake tutaianika, tutasaga ya unga. Tukishasaga ya unga, tutaongeza thamani kwenye tangawizi. Maana yake baada ya kutoka kwenye tangawizi ya unga, baada ya kutoka kwenye tangawizi mbichi, tutapata tangawizi ya unga ambayo tutaifanyia package na kuifunga tayari kuwa kwenye package. Maana yake hapa tumeongeza thamani kwenye zao la tangawizi. Hii ni uongezaji thamani kwenye zao la tangawizi. Na kama unavyoona tayari baada ya kutoka kwenye tangawizi mbichi, lakini kuja mpaka kuwa tangawizi ya unga namna hii, kuwa tangawizi ya unga. Kwa hiyo huu ni ujasiriamali ambao unaongeza thamani kwenye biashara au kwenye bidhaa. Lakini ujasiriamali wa pili ni kuona fursa, lakini pia na kuitumia. Ujasiriamali wa pili huu hapa ni mkononi mwako. Hii ni mchaichai mkavu. Tunaongeza thamani kwenye mchaichai kutoka shambani, kwenye kuvuna na kuuanika, kuukausha, kutoka unaweza ukatumika ukiwa hivi, lakini pia kuongeza thamani kwenye mchaichai. Huo ndio ujasiriamali, kutoka kwenye mchaichai mbichi kuwa mkavu, kuanika, lakini pia mpaka kuwa wa unga, ambao huu ni mchaichai wa unga. Lakini huu ndio ujasiriamali. Kama tulivyosema mwanzo, ujasiriamali ni kuongeza thamani kwenye bidhaa, na hizi ndio fursa za ujasiriamali. Lakini pia sio mbaya ukawa mjasiriamali na ukawa muongeza thamani kwenye ujasiriamali wako. Kwa ni vitu viwili, mjasiriamali na muongeza thamani. Kwa zipo fursa nyingi sana ambazo zipo kwenye jamii yetu. Kama tulivyosema mwanzo, fursa ni kuiona. Cha kwanza kutambua katika maeneo niliyopo kuna fursa nyingi, lakini pia naweza nikafanya ujasiriamali nikaongeza thamani kwenye bidhaa na kuweza kuwa fursa kwako ya kukuongezea kupata kipato. Kwa hiyo tutaishia hapo kwa nukta hiyo. Hii ndio maana halisi ya ujasiriamali. Mjasiriamali ni muongeza thamani kwenye bidhaa. Karibu sana, ni ndugu yako Kombolela. Kwa nukta hii tuishie hapo, tutaendelea na kipande cha pili. Ndugu yako Kombolela, mkufunzi wa wajasiriamali. Na sasa hivi tuko na ziara sehemu tofauti kufanya mafunzo ya ujasiriamali na kuwaeleza ndugu zetu nini maana ya ujasiriamali, lakini ni fursa zipi ambazo wanaweza kuziona na kutumia katika maeneo
yanayowazunguka kuliko kulalamika hakuna kazi, hakuna kazi, hakuna kazi, hakuna kazi. Yupo mwalimu wetu mmoja alikuwa akitusisitiza sana, akituambia ajira hakuna ila kazi zipo. Alikuwa akitueleza hiyo, ajira hakuna ila kazi zipo. Ni wewe uamue ufanye kazi ili uweze kujiajiri na upate kipato, kuliko kuajiriwa ndio utafute kipato. Karibu sana, jiajiri, ufanye kazi.